Tusitamani kutenda kazi kwa kufurahisha wanadamu. Tusitamani kufanya kazi mradi natenda. Tamani Mungu akukubali ukiwa na utii ndani yake, ukiwa na nidhamu ndani yake. Mungu naye ataweka nidhamu ndani yako. Maana Mungu anasema kwamba atakaye nitumikia nitamheshimu. Haleluya. Hauwezi kupokea heshima ya kimungu kama una utii na nidhamu ndani yake. Haleluya. Huwezi kabisa kupokea baraka yenye faida bila kuwa na utii na nidhamu ndani yake. Kwa kanisa tutamani kutembea kwa kusikia sauti ya Mungu inayopita kwa mtumishi wa Mungu anavyotuelekeza, ili tuweze kutembea katika utii, ili tuweze kumpendezesha Kristo, sio mwanadamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sauli alikataliwa, japokuwa alijivunia nitamtolea Mungu sadaka. Lakini mchana wa leo upo mtu mmoja mahali hapa unasema kwamba hata nisipoenda kufanya, hata nisipoenda kutenda, Jumapili napeleka sadaka, Jumapili napeleka shukurani, hata kama mchungaji aliniagiza nikaacha kwenda, lakini nategemea kumpelekea sadaka. Sikiliza nikwambie mwana wa Mungu, sadaka yako natupa, sadaka yako haifii kwa Baba, maana hujaanza kutii kwanza ndipo mtolee Mungu sadaka. Ni heri ukamtii Mungu na nidhamu ndani yake, ndipo kamtolea Mungu sadaka. Lakini hata kama ungetoa milioni 10, kama hujaanza kumtii aliyemwamini, ni kazi bure. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Natamani kuona mchana wa leo mimi nipone, wewe upone, ili tuweze kufanya kazi ya Mungu kwa faida, ili tuweze kuwekeza kwa Mungu kwa faida, wala si kwa hasara. Maana ukifanya kazi miaka mingi, umeokoka miaka mingi, umemtumikia Mungu miaka mingi, hafu siku ifika kwambia sikujui. Sikiliza nikwambia mwana wa Mungu, inauma kwa maana utakuwa unakumbuka ulivyokuwa unatembea, ulivyokuwa unalia njiani, lakini Bwana wa majeshi anakuambia mimi sikutambui. Kumbe kuna siku moja uliagizwa, ukakataa kutii, ukakataa maelekezo, ukakataa kuonywa. Ulivyoonywa ukamchukia mtumishi wa Mungu, ukajihesabia nitaenda sehemu nyingine. Sikiliza nikwambie mwana wa Mungu, hiyo dhambi itakutesa. Hiyo dhambi imefungwa kwenye miguu, hata unapoenda kutafuna. Haleluya. Rudi kwanza utengeneze. Ndio maana Samueli alivyotumwa akaenda kwa Sauli akamwambia, lakini Sauli kwa ujasiri alimjibu, mbona nimefanya kama Mungu alivyosema? Akamwambia, mbona nasikia harufu ya damu ya vitu? Akamwambia, hivyo nimembakizia Bwana nikamtolee sadaka. Lakini Mungu alihesabu mtu yule ambaye hajashika ule utii ni kama mchawi mbele za Bwana. Ili kuna mtu anayempenda mchawi, hata kiingia nyumbani kwako utaenda kuomba, utaenda kukemea tena apigwe, tena mchoma na moto unachochea kwa jina la Yesu, kwa sababu umesikia ni mchawi umeingia ndani mwako. Sasa piga picha ile ulivyofanya kazi ya Mungu, halafu Mungu akuhesabu kama mchawi mbele zake. Haleluya. Amen. Yaani ni mtu ambaye asiyekuwa na thamani. Hakuna mtu ambaye anaupenda uchawi, labda wewe mchawi mwenyewe unaupenda kazi, bado ni kazi yako. Haleluya. Maana mtu ambaye anaipenda ile kazi ni kazi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya wana wa Mungu. Lakini kama unamtumikia Mungu, huwezi kumpenda mchawi. Huwezi ukampenda mtu ambaye hapendi kazi ya Mungu. Huwezi. Haleluya. Utampiga. Tena utampiga kweli. Tena utampiga kweli, utamhurumia. Lakini kwa sababu wewe ipo sauti inasema ndani mwako, kila siku inakusemesha. Yawezekana ulishapewa kazi ya kufanya. Yawezekana ulishaambiwa tunza nyumba ya mtumishi wa Mungu. Unaona mimi mbona siwezi kufanya. Yawezekana ulishaambiwa hata kashike nguo zake tu ufue mtumishi wa Mungu, si ana mama mchungaji atafua. Sikiliza nikwambie, wakati Mungu anakutuma alimwona mama, wakati Mungu alikutuma alimwona mzee wa kanisa, lakini